na huyu jamaa ndio amealika Rigiji kule Kakamega. Wakenya walimpokea Rigiji in a very special way. Ndio mnaona Kasongo alikimbia kukaa siku 6 Western because of that visit. Karibu Mheshimiwa Cleo. Asante sana the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, the former Vice President wetu Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na party leader wetu wa chama cha DAP Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Ningependa kuwasalimu hamjambo. Kwanza kabisa mimi ningependa kusema leo tumekuja hapa kumpongeza ndugu yetu Eugene Wamalwa kwa kuunda chama ambacho ameonyesha kwamba ni chama ambacho kinaamini kwa maadili fulani. Unajua kuna wenzetu ambao wamezoea kuunda vyama, alafu hizo vyama zinakuwa kiosk, zinakuwa za kufanya biashara. Hiyo biashara ikiisha wanafunga hiyo chama. Mmeona ndugu yetu Musalia Mudavadi aliunda kioski yake akafanya biashara na Waluya, akimaliza kufanya biashara na Waluya akafunga hiyo kiosk akaenda kuweka stock yake kwa wholesale ambayo inaanguka. So mimi nimekuja hapa na nimesikia watu wamesema sana kwamba ule Kasongo mpaka aende nyumbani. Ningependa kuambia juzi tumeona chama cha UDA kinashikana na chama cha ANC. Na nikashangaa sana, nikaona watu wanasaini makaratasi hapo, wanasaini. Tungependa kuwatangazia kwamba wale walikuwa wanafanya sarakasi, wale watu wako na register ya UDA, wako na makaratasi ya UDA ni huyu Gachagua na Cleophas Malala. Sisi ndio tuko na makaratasi ya hiyo chama. So wanafanya sarakasi. Membership ya UDA yote 60% ilikuwa kutoka Mlima na iko hapa. So mnasaini makaratasi bila members. Mnasaini makaratasi ya nini? Maja ya kufanya nini? 60% of your members are out. Wale wachache 20% tumetoka. Sasa wewe unachukua 20% ya UDA ambayo ilibaki na ANC ambayo haina kitu, mnashikanisha. Sasa hiyo ni maja ya aina gani? So ningependa kuambia nyinyi viongozi ambao mko hapa, nyinyi ndio mtakomboa Kenya yetu. Na mimi nasikia mnasema ati 2027 Kasongo mpaka aende nyumbani. Ningependa kuambia you have a responsibility to save Kenya right now. Hatuwezi achilia ati tuachie huyu jamaa miaka 3 aendelee kuzalisha nchi yetu. Ni lazima kama tunataka kumtoa hatoke saa hii. We must stop him from doing the evil things that he is doing right now. Hatuwezi ngoja hadi 2027 ndio vijana wetu waache kuabdaktiwa. Hatuwezi ngoja hadi 2027 ndio wamama wetu waache kuuliwa. Hatuwezi ngoja hadi 2027 ndio pesa za umma ziache kuibiwa. So we have a responsibility right now to deal with this man. Saa hii tukimwachia 2027 mtainherit nchi ambayo imeshaporwa, nchi ambayo haina kitu yoyote. Na mimi nashangaa, mimi nasikia tulikuwa na ile manifesto ya UDA ilikuwa inasema mambo ya affordable housing. Sasa saa hii ameacha mambo ya affordable housing, amechukua 1.7 billion kurenovate State House. So tungependa kuuliza viongozi wetu ambao wako hapa, you have issues to deal with right now. The president anataka kuinterfere na kila sekta. Vile mmekaa hivi ashawapangia, ashaona mmemshinda, anataka kupanga sasa mpaka Supreme Court. Ametuma yule Nelson Havi aende angatue wale majudges wa Supreme Court, wakijua kwamba tumeshamshinda. So anataka kuweka Supreme Court ambayo itamweka mamlakani lazima. Tungependa kuambia Rais William Ruto, tunakujua vizuri sana. Sisi tunakujua. Hiyo mpango yako yote tunaijua.
na tungependa kuambia stop interfering with the judiciary. Wachana na judiciary kabisa. Sasa tumeona yeye alikuwa amekataa kuform IEBC kwa sababu alikuwa anangoja matokeo ya AU ya Raila ndio ajue kama ataform IEBC na Raila ama kama atagusha Raila. So tumependa kuambia Raila pia wewe wamekutega. Wanangoja tarehe 15. So hii IEBC ni kipindi. Vile mwenzangu amesema hapa, siasa ya Kenya imekuwa ya wash. The president is waiting for the results za AU. Ndio ataambia wale select committee, weka huyu kwa IEBC, weka huyu kwa IEBC. Kama Raila atapita, wataweka watu wake kwa hiyo commission. Lakini kama Raila ataanguka, I can assure you, Kasongo hataweka mtu wa Raila hapo, akijua kwamba Raila anakuja anataka kiti yake. So we want to tell you, Mr. President, kwamba tunakujua. Sisi tumefanya kazi na wewe. Huyu Rigathi anakujua. Tunajua hata ukipenduka ukiangalia huku, tunajua masikio yako inakaa. Ukipenduka ukiangalia huku, tunajua forehead yako inaangalia aje. Ukipenduka ukiangalia nyuma, tunajua kisogo yako inakaa aje. Na wacha niwaambie nyinyi wa Kenya, kama iko mtu muoga hii Kenya ni William Ruto. Hata saa hii penye yako anatetemeka tu. Anatetemeka kabisa. So I want to urge our leaders, tushikane. Tusiruhusu huyu jamaa aweke nchi yetu wa kaburi. Unaona ameingilia sasa mpaka chakula ya majeshi. Ati majeshi wetu waanze kupewa chakula na wananchi wa kawaida. Ati majeshi wetu wakose chakula yao ya kukula. Tunakuomba Rais, gusa vitu zingine, lakini usiguse ule msingi wa taifa. Na mwisho kabisa, nimeona tarehe 29 Disemba niliweza kualika Mheshimiwa Rigathi Gachagua akuje kule mkoa wa Magharibi, and he was there for a record of 4 hours only. Mheshimiwa PK Salasia akamwalika Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. He was there for 2 hours only. So cumulatively, Gachagua and Kalonzo were in Western for 6 hours. The president decided to go for a 6-day tour. Yani, huyu mtu ni mwoga, I can tell you. Na sisi tunawaambia, na tuko na mambo yake hapo ndani. So mimi ningependa kuambia kwamba mkoa wa Magharibi, nimesikia wakisema kwamba they want to isolate the mountain, ati kwamba Wakikuyu na watu wa mkoa wa Central Province wako peke yao. We want to assure the nation and we want to assure the people of Central Region kwamba mko na marafiki. You are friends in you. Mko na marafiki pale Western. Huyu Eugene yuko hapo, mimi niko hapo, Salasi hako hapo, Natembea hako hapo. Mko na marafiki kwa Wakamba. So you are not isolated. So huyo rais anadhania ana isolate, kumbe anaji-isolate. So we want to assure you that sisi, umesikia ati kuna vyama mingi ambazo zimeshikana. Chama ya Wiper, DAP, lakini kuna chama ingine inakuja. Ya ina jina, lakini inakuja. Tungependa kuhakikishia kwamba hiyo chama haitakuwa chama ya mlima vile wanajaribu kuipaka matope. Hiyo chama itakuwa chama ya kitaifa, and we want to pledge our commitment that we are going to work with this coalition. Asante sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you. Asante sana ndugu yangu Cleo. Sasa nataka nilete